hema ya Mungu kati ya wanadamu, naye atakaa kwao na watakuwa taifa lake, na Mungu mwenyewe atakuwa Mungu wao. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Wakristo wapenzi, tumsifu Yesu Kristo. Maujaji wa matumaini pamoja katika sala. Misa ya leo inaongozwa na Padri Ruben Jagi kutoka parokia ya Mtakatifu Petro Kwehota, tukiwa katika kigango cha Our Lady of Fatima. Nataka kuwakaribisha nyinyi wote kwenye misa ya leo, nyinyi ambao mko hapa na wale wote tuangalia kwenye runinga ya Inolo TV. Karibuni sana, tuadhimishe misa hii ya kutabarukiwa kwa Basilika la Letalani. Hayo ni maneno magumu sana, lakini inamaanisha kwamba kubarikiwa ama kuanzishwa kwa Basilika hii ya Letalani. Tunasherehekea siku ya leo Basilika ya Letalani. Umothe turakũngũĩra kĩhumo gĩa kanitha. Basilika ĩno ya Lateran nigo kanitha ya mbere thĩinĩ wa history ya kanitha Gatoliki. No koguo turakũngũĩra kĩhumo gĩa kanitha wa mbere gwakwo kana gwĩtanio na Catholic. Na nĩ wega gũkũngũĩra kĩhumo, tondũ tũgĩkũngũĩra kĩhumo mũthenya wa ũmũthĩ turakũngũĩra kinya urumwe wa kanitha Gatoliki. Tunasherehekea umoja wa kanisa Katoliki. Katika Basilika ya Letalani, hapo ndipo kiti cha Baba Mtakatifu kipo. Na kwa hivyo wakati amekalia hicho kiti, anaonyesha umoja wa kanisa Katoliki. Tumuombe Mwenyezi Mungu tunaposherehekea Basilika hii ya Letalani, tunaposherehekea umoja wa kanisa Katoliki, tunaposherehekea kanisa Katoliki, atuwezeshe hata sisi tudumishe umoja katika mazingira yetu, katika familia zetu na katika majukumu yetu katika kanisa. Misa hii tunaisherehekea pamoja na uongozi wa kanisa hili la Our Lady of Fatima, tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema yake yote na baraka zake zote kwa maisha ya kila mmoja wetu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie ushindi katika harambee ya leo tunapochangia kwaya yetu ili waendeleze milandi yao. Tunaomba Mwenyezi Mungu pia atujalie ushindi katika harambee kuu inayokuja ya kanisa letu. Na tukiomba Mwenyezi Mungu abariki kila mmoja wetu, abariki familia zetu na atumishe amani, umoja na upendo. Vile vile katika misa hii tunaomba pamoja na familia ya Christopher Mwaneki, tukiombea roho ya baba yao Luciano Mwaneki Kanyi ambaye Mwenyezi Mungu amempumzisha. Tunaombea mama yao pia na the nuclear and extended family. Wakati huu wa majonzi, Mwenyezi Mungu awajalie amani na nguvu ya kuweza kustahimili msiba huu. Na kama tunavyojua, mwezi huu tunaendelea kuombea waumini marehemu. Kwa hivyo tunaendelea kumuombea Elizabeth, Mary, Samuel, Priscilla, Francis, Agnes na Beatrice, Salome, Julius, James, Salome, Peter, Wanjiro, Karungu na Isaac. Tunaendelea kumuombea Ephantas, George, Mary, Faith, Paul, Joseph, Priscilla, Zipora, Miano, Regina, Joseph, Joroge, Kamau, Joka, Susan, Mushero, Mwangi, James, Beatrice, Margaret, Reese, Alice, Philip, Kevin, John, James, Ruth, Anne, Mudhoni, James, Wangale, Elijah, Degwa, Joy, Mudhokta, Wathuki, Rosemary, Wairimo, Pauline, Kamau, Rose, Kamau, Susan, Gary.
Faith John Margaret Mburu, Paul Madenge, Christopher Kemani, Magdalene Martin Kemani Mwai Margaret, Teresia Francis and all the relatives wa hii familia, Francis Kimatu, Rael Wanza, Benedetta Mary, Consolata Wangui, Kamau Eunice, Auntie Teresia Chege, Catherine Muchiri, John Maina, Stephen Longo, Paul Muchangi, Josephine, Elizabeth na Priscilla, Charles, Juliana, Nancy, Joseph, Daniel na Felix, Leonard, Ephraim, Pauline, Diana, Ezekiel, Kefa na Resi, Francis, Esther, Stephen, Bernard, Michael, Peter, Joseph, Florence, Peter, John Charles, Albert, Esther Wanjira, Nancy Kafue, Michael, Bridget, Jane Waithaka na Wairimo, na Paul Kamau, George, Hannah, Rahab, Ruth na Kigathi Kamau, na wale wote ambao Mwenyezi Mungu amewaita wametutangulia mbele za haki. Tuombe katika misa hii ili Mwenyezi Mungu mwenye huruma sana awasamehe dhambi zao zote na awapokee katika utawala wake, na ili tuweze kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka takatifu ya misa, tujute dhambi zetu. Na muungamia Mungu Mwenyezi kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana ninakuomba Maria mwenye kila daima, malaika na watakatifu wote, na ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu zote na atufikishe kwenye uzima wa milele.
Tuombe. E Mungu, wewe umependa kuliita kanisa lako bibi harusi wako. Ujalie ili taifa la wanao kutumikia jina lako wakuheshimu, wakupende na wakufuate, na hatimaye waongoze kusifikia ahadi za mbinguni. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha nabii Ezekieli. Siku zile malaika alinirudisha kwenye maingilio ya nyumba ya hekalu. Na tazama, maji yalikuwa yakitoka chini ya kizingiti cha nyumba upande wa mashariki, kwa maana nyumba ilielekea mashariki. Maji yalikuwa yakiteremka toka chini ya upande wa kulia wa nyumba kusini mwa altari. Malaika akanileta nje kwa njia ya mlango wa kaskazini, akanisunguza kwa njia ya nje mpaka mlango ulio upande wa mashariki. Na tazama, maji yalitoka upande wa kulia. Akaniambia, maji haya yanakwenda upande wa mashariki, yatateremka katika Araba na kuingia katika bahari, na maji yake ya chumvi yatasafishwa. Kila mahali utakapofika mto huu, viumbe vyote vyenye uzima vilivyopo vitaishi. Samaki watakuwemo wengi sana. Maji hayo yanapofika huponya na kushidisha uzima popote mto upitiapo. Kando ya mto, kila ng'ambo, miti ya matunda ya kila namna itaota, na majani yake hayatakauka,
wala matunda yake hayatakosekana. Miti itazaa matunda mapya kila mwezi, kwa sababu ya maji yale yaliyotokea patakatifu. Nayo matunda yake yatakuwa chakula, na majani yake yatakuwa dawa. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Maji ya mto ya ufurahisha mji wa Mungu. Wanakwaya. Mungu ni kimbilio na nguvu yetu, msaada ulio tayari daima wakati wa shida. Kwa hiyo hatuogopi kitu, ijapo yeyuka nchi, na milima ijapo anguka katikati ya bahari. Kuna mto ambao mikondo yake ya ufurahisha mji wa Mungu, makao matakatifu ya yule aliye juu. Mungu yupo katikati yake, nao hautatikisika. Mungu huletea msaada alfajiri na mapema. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi. Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Njooni, tazameni matendo yake Bwana, maajabu aliyoyafanyia duniani. Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho. Ndugu zangu, ninyi ni jengo la Mungu. Kwa kadri ya neema niliyojaliwa, nimepata kuwa mjenzi bigwa, na nimeweka msingi, mtu mwingine ajenga juu yake. Lakini yeyote anayejenga juu yake
Angalie namna anavyojenga, maana hakuna anayeweza kuweka msingi mwingine ila ule uliokwisha wekwa, ndiye Yesu Kristo. Je, hamjui ya kuwa ninyi ni hekalu la Mungu na Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, nalo ni ninyi. Neno la Bwana. Shangilio la Injili. Nimechagua na kuitakasa nyumba hii, asema Bwana, ili jina langu likae hapa milele. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Pasaka ya Wayahudi ilikuwa imekaribia. Yesu alipanda kwenda Yerusalemu. Akaona pale hekaluni watu wakiuza ng'ombe, kondoo na njiwa. Pia wabadilisha fedha wamekaa mezani pao. Akafanya mjeredi wa kamba, akawafukuza wote katika hekalu pamoja na kondoo na ng'ombe. Akamwaga fedha za wabadilisha fedha, akapindua meza zao, akawaambia wauzajiwa, ondoeni vitu hivi, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Wafuasi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako utaniua. Hapo Wayahudi wakamrudia na kumwambia, je, utaweza kutuonyesha ishara gani inayokuruhusu kufanya hayo? Yesu akajibu akawaambia, livujeni hekalu hili, nami nitalijenga tena kwa siku 3. Wayahudi wakamwambia, miaka 46 ilitakiwa kujenga hekalu hili, na wewe utalijenga na siku 3? Lakini yeye alikuwa akizungumzia hekalu la mwili wake. Baada ya ufufuko wake katika wafu, wafuasi wake wakakumbuka ya kuwa alisema hayo, na wakayasadiki maandiko na maneno aliyokuwa amesema Yesu. Injili takatifu ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Maujaji wa matumaini pamoja katika sala. Kama ingekuwa ni Jumapili ya kawaida, leo tungekuwa tunasherehekea Dominika ya 32 ya mwaka wa kanisa mwaka C. Lakini siku ya leo ni siku ya kipekee sana,
kwa sababu sikukuu hii ya kutabarukiwa kwa Basilika la Letalani liliangukia Jumapili, na ndio maana mama kanisa akatuambia ni vizuri tusherekee sikukuu hii. Na hii ni sikukuu ambayo ni ya muhimu sana na ni kubwa sana, kwa sababu tunaposherehekea sikukuu hii ya Basilika la Letalani tunasherehekea mwanzo wa kanisa. Na kwa lugha nyingine wanasema this basilica the mother of all churches. Umuthi tugikugwira basilika eno turakugwira nyina wa makanitha mothe. Ona kanitha uyu wa Werev nyina ni Lateran Basilica. Kwa hivyo tunasherehekea mother of all churches, Lateran Basilica. Hii ndio jengo ambalo ni mzee sana katika historia ya kanisa, jengo ambalo la kwanza la kuitwa Catholic Church. Na ndio maana katika jengo hili na katika basilika hii, hapo ndipo kiti cha Baba Mtakatifu kipo. Kama wale tunajua hapa katika jimbo kuu letu la Nairobi, kiti cha mchungaji wetu His Grace Philip Anyoro kiko pale basilika. Na hicho kiti kama hayuko hakuna mtu mwingine anakalia, kinakaa wazi. Akienda misa pahali pengine kinakaa wazi. Lakini wakati amekikalia anaonyesha kwamba katika jimbo kuu la Nairobi mchungaji yuko na ako katika kiti chake na uongozi uko salama. Ndio maana Baba Mtakatifu kiti chake kiko katika basilika hii ya Letalani. Sisi watu wa kawaida huwa tunajua basilika moja. Basilika ambayo inaonyeshwa wakati mwingi sana kwa TV. Basilika ambayo inaitwa the Basilica of St. Peter. Na wakati mwingine tunafikiria hiyo ndio basilika mzee sana, ama hiyo ndio basilika kiti cha Baba Mtakatifu kiko hapo. Sasa leo ni vizuri tujue kwamba katika historia ya kanisa kuna basilika 4 kule Roma za muhimu sana, na ambazo katika utaratibu wa kanisa zimepatiwa siku za kipekee za kusherekea. Basilika ya kwanza inaitwa Basilica of John the Lateran. Ile tunasherekea leo. Na ndio mzee sana, na ndio the mother of all churches. Na hapo ndipo kiti cha Baba Mtakatifu kipo. Kwamba akikalia hapo ndipo anatoa uongozi katika kanisa Katoliki pahali pote na pande zote za dunia. Na katika hizo basilika 4, hii basilika tunasherehekea leo ndio iko na sherehe ya lazima. Kwa Kiingereza tunasema feast ya lazima. Hizi zingine kwa Kiingereza tunasema is optional memorial, kwamba tunaweza sherekea ama ikuwe tu silent. But ya leo haiwezi kuwa silent. Basilika ya pili inaitwa Basilica of Mary Major, dedicated to our Mother Mary. Hii basilika inasherekewa tarehe 5 mwezi wa 8. But inaweza kuwa silent kama nilivyowaambia, ama optional memorial, Mary Major. Basilika ya tatu ni ile sisi wote tunajua. Hata ukiweka tu TV wadike Vatican watakuletea hiyo basilika. Inaitwa the Basilica of St. Peter. Hiyo ndio tunaona kila wakati, every Wednesday Pope anapatia na audience yake, anaonekana. Watu wengi sana, hata wale wako hapa ambao wameenda Roma, wameenda hapo. Kama umeshaienda Roma na hujaienda hapo, that was a chance lost. Hiyo ndio inaonekana sana, na ndio iko na sifa sana kwa sisi watu wa kawaida. Na iko pia na siku yake ya kusherekea,
na ni tarehe 18 mwezi huu wa Novemba. The Basilica of St. Peter. The last basilica inaitwa Basilica of St. Paul. Pahali remains ama the body of St. Paul mezikwa. Na hiyo basilica tunasherehekea siku yake pia the same day na Basilica of St. Peter. Tarehe 18 mwezi wa 11. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa tunaweza jiuliza, kwa nini tusherekee mjengo? Kwa nini tusherekee hii na ikuwe siku kubwa ya kusherekea basilika, mjengo huu wa basilika ama kanisa hili la basilika? Ni kwa sababu sisi hatuoni tu mjengo. Sisi tunaona mwanzo wa kanisa. Sisi tunaona pahali imani yetu ilianza. Sisi tunaona umoja wa kanisa na uongozi wa kanisa. Tukumbuke nimesema Baba Mtakatifu kiti chake kiko hapo. Sisi ni vizuri kukumbuka pahali tumetoka. Na si tu pahali tumetoka, tunakumbuka ni since tulianza hapo, kanisa imeendelea na imeenea na imekuwa. Na pia ule uongozi ulianza pale bado umesimama. Na kwa hivyo siku ya leo tunaposherehekea basilika hii ya Lateran Basilica, tunasherehekea umoja wa kanisa Katoliki na uongozi wa Baba Mtakatifu. Umoja wa kanisa Katoliki na pia uongozi wa kanisa wa Baba Mtakatifu. Pili, tunaposherehekea the Lateran Basilica, tunakumbushwa na masomo yetu kwamba kupitia jengo hilo imani yetu imekuwa, na sasa tumeelewa kwamba Mungu anakaa si tu kwa jengo hilo, lakini anakaa kwa roho zetu ambazo sasa zimekuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Imani yetu imekuwa kiasi kwamba tunaelewa wakati huu kwamba Mungu anakaa katika roho zetu, kama vile tunavyokumbushwa na St. Paul that we are the temples of the Holy Spirit. Na hivyo basi tukielewa kwamba sisi we are the temples, sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu, then ni vizuri kujiuliza, tutafanya nini sisi kama wanadamu, kama Wakristo, kama Wakatoliki, ili kanisa hili liendelee kudumu na kushikilia vizuri, liendelee kuenea? Wajibu wetu ni gani katika kanisa hili? Ni nini tunaweza fanya ili tuendeleze kukuza kanisa hili ambalo lilianza miaka mingi? Na ndio maana somo la kwanza tumesikia kutoka nabii Ezekieli. Na naongea kuhusu Ezekieli aliona ndoto ya maji. Ili tuelewe somo hili, ni vizuri kuelewa nini ilikuwa inaendelea wakati huu Ezekieli anaongea ama anatoa unabii huu. Wakati huu Waisraeli walikuwa wamepelekwa katika nchi ya uhamisho. Na nchi yao ya Israeli ilikuwa imeharibiwa. Kanisa lao, hekalu lao la Yerusalemu lilikuwa limeharibiwa, kwamba hakuna kitu chochote ambacho wangelichukua ama wangeangalia waone kama kinaweza wapatia matumaini. Ni kwa wakati huo, wakati hakuna matumaini, Mungu anapatia Ezekieli unabii huu. Na kwa hivyo unabii huu ulikuwa wa kuwapatia matumaini Waisraeli ambao roho zao zilikuwa zimevujika, kwamba there is nothing, ilikuwa iwapatie matumaini. Wakiangalia pahali wametoka, nchi yao imeharibiwa. Hekalu, na hekalu ilikuwa nini kwa Waisraeli? Hekalu lilikuwa the presence of God in their midst.
uwepo wa Mwenyezi Mungu katika maisha yao. Na kwa hivyo wakati hekalu imeharibiwa, ni kumaanisha kwamba Mungu wetu ako wapi? Kama Mungu ametuacha. Hivyo basi nabii Ezekieli akawapatia huu nabii kwamba maji yalitoka hekaluni. Ilitoka ikiwa kitu kidogo, lakini inapoendelea inaendelea kuwa maji mingi na mingi na mingi, na pahali pote inapitia inaleta maisha. Tunasikia hata ikiingia katika maji ya bahari, maji ambayo yalikuwa chumvi yanakuwa maji safi. Yale yote ambayo yako pande zote mbili za maji yanakuwa na matunda ya kufaidi wanadamu, na matunda mazuri. Kumaanisha Mungu kupitia unabii huu alikuwa anataka kuambia kwamba there is restoration. Mimi nakuja kuwarudisha katika nchi yenu, na nitawarudishia kitu chochote ambacho kilikuwa kimepotea. Lakini tukumbuke, restoration starting from where? From the temple, where they believe, pahali walikuwa wameamini kwamba that is where God resides, the presence of God. Katika somo la pili, Mtakatifu Paulo akiandikia Wakorintho anaongea kuhusu kujenga mjengo wa Kristo. Na anasema yeye ndiye Kristo aliweka foundation, na yeye akaendeleza katika huo mjengo. Na hata kama wengine watakuja kuendeleza huo mjengo, tuseme kama tunajenga nyumba kanisa hili, fundi moja afikishe pale dirisha zimefika, mwingine aendelee, na mwingine atakuja kuweka mabati. Paul anataka kuambia kwamba what matters so much, na wale wajenzi wako hapa wanajua, is the foundation ambayo iliwekwa. Na kwa hivyo hakuna mtu anafaa kuwa kujigamba ama kujiinua ama kujitangaza, ni yule tu ambaye aliweka foundation. Wakati huu Paul anaposema maneno haya, ni wakati wa Korintho walikuwa wanapitia maisha magumu, maisha ya mgawanyiko. Wengine walikuwa nasema mimi I belongs to Peter, Paul, Kefa, mimi ni wa huyu. Na ndio maana anataka kuambia whether Peter, Paul or Kefa, that does not matter. What matters, kile cha muhimu ni ule msingi umewekwa, ule msingi wa imani ambao umewekwa na Kristo mwenyewe. Kristo mwenyewe. Haya mengine yote sisi wote ni wafanyakazi. Na katika somo la Injili tunasikia Injili ambayo sisi tunaifahamu sana, Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 2, wakati Kristo alifukuza watu hekaluni kwa sababu walikosa kuheshimu hekalu la Yerusalemu. Wakawa kwamba imekuwa ni hekalu la biashara. Na ili tuelewe somo hili, ni vizuri kuelewa historia kidogo. Ulikuwa wakati wa Pasaka ya Wayahudi. Na katika historia, wakati Pasaka imekaribia, watu walikuwa wanatoka sehemu zote za Israeli wanaenda katika hekalu la Yerusalemu, wanapanda Yerusalemu ili kusherekea Pasaka. Na Pasaka ilimaanisha kutoa kafara. Na ili watu watoe kafara, lazima wangekuwa na wanyama. Na wale ambao walikuwa makuhani wakuu walikuwa watu very very tough, kiasi kwamba ukitoka na wanyama wako na huko wanakuambia hii haifai, hii rudisha, haifai. Although ilikuwa njia moja ya kuaprove their business, anakuambia hii haifai, lakini ukitaka kununua uende ununue kwa yule mtu ili already ako Yerusalemu, ako ndani. Na kwa hivyo watu walikuwa wameifanya kama
kawaida kwamba hawanunui wanyama from anywhere else. Wanakuja Yerusalemu kununua wanyama wa kutoa kafara huko ndani. Kwa sababu ukinunua huko haitakubaliwa. Na hakuna haja ununue huko ufanye kazi ngumu alafu ikuje ikakataliwe. Hata kama ilikuwa njia moja ya kuuplift their businesses. Kulikuwa na corruption pia. Na ndio maana kuna wauzaji wengi wakati huu. Wauzaji wa aina yote. Tumesikia kuna wauzaji wa ng'ombe, kondoo, jiwa na pia watu wa kubadilisha fedha. Kwa sababu ugenunua tu na ile fedha inakubalika pale Yerusalemu. Na kwa hivyo huu ulikuwa kama utaratibu ilikuwa kama kawaida ya Waisraeli kufanya hivyo. But then tunaona Kristo kwa kuingia katika hekalu hili anataka kubadilisha kitu ambacho ni cha muhimu sana katika fikra zao. Kwamba now we need to move from hizi kafara za wanyama, lakini sasa Jesus Christ the Savior is here. Now the focus should be Jesus Christ. But unfortunately they missed that point. Na ndio maana anawaambia livujeni hekalu hili nami nitalijenga kwa siku 3. Hiyo ndio ishara atawaonyesha kwamba now we are moving from old to new. We are in the new dispensation. Now see, Kristo yuko, our Savior is here, our Lord is here. The focus now should be si kwa wanyama, si kwa dhabihu za kuteketeza, si kwa kafara, lakini sasa our focus should be in Jesus Christ. And I'm already here. Jesus Christ is already, but they didn't recognize him. Baada ya kutafakari haya masomo matatu, sasa tujiulize, haya masomo matatu yanatueleza nini katika siku ya leo hii tunaposherehekea kutabarukiwa, kubarikiwa na kuziduliwa kwa Basilika Letalani. Kwanza tujue kwamba sisi ambao ni wa Agano Jipya, sisi ndio hekalu la Roho Mtakatifu. Kristo anakaa sasa ndani yetu. Katika somo la kwanza tunaona maji ya uzima, maji inayoleta uzima inatoka kwa hekalu. Sasa since the temples of the Holy Spirit resides now in us, sisi ndio tunafaa sasa kutoa hiyo maji ya uzima. Pahali pote ambapo tunapopitia, tulete uzima, tulete furaha, tulete mabadiliko, positivity in our brothers and sisters. Kiasi kwamba pahali pote tunapitia kama yale maji, tuwe tunaleta mabadiliko, transformation. Pahali pote tuko kama katika familia, tulete mabadiliko kwamba baba akiwa tunajua kuna mazuri, kuna positivity. Mama akiwa kuna mazuri. Watoto wakiwa kuna mazuri. Sisi tuweze kujua kwamba imani ambayo iko katika maisha yetu imewekwa na Kristo. The foundation should be Jesus Christ. Kiasi kwamba hakuna kitu chochote ambacho kinaweza tutetemesha na kinaweza tetemesha imani yetu. Whether tunapitia wakati mgumu au tuko katika wakati mzuri, hakuna kitu kinatetemesha maisha yetu. Na kile cha muhimu ni ile imani ambayo imewekwa na Kristo. Hivyo basi tujiulize, tutafanya nini ili tuweze kujenga hekalu ambalo ni thabiti? Na tumesema ile hekalu sasa tutajenga ni hekalu la roho zetu. Tutajenga hekalu kwa kuweza kuwapenda ndugu na dada zetu. Tutajenga hekalu kwa kuweza kuwasamehe. Tutajenga hekalu kwa kuleta matumaini kwa wale ambao hawana matumaini. Tutajenga hekalu kwa kusimama
na kusaidia kanisa na kulitetea kanisa. Tumuombe Mwenyezi Mungu siku ya leo tunaposherehekea umoja wa kanisa Katoliki, tunaposherehekea kanisa Katoliki, tunaposherehekea the mother of all churches, the Lateran Basilica. Mwenyezi Mungu atusaidie kuwa kitu kimoja, na tunaanza umoja katika familia zetu, kwa sababu tusipokuwa kitu kimoja katika familia zetu, hatuwezi kuwa kitu kimoja katika jumuiya, katika kigango, katika parokia, katika jimbo na katika kanisa lote. Tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie kuleta umoja even kwa ground, at the lowest level of our church. Tuwe ambassadors of unity. Tunaposherehekea umoja wa kanisa, the universal unity of the church, tujue tumeitwa kuwa ambassadors of unity even in our families. Tusiwe watu ambao tunaleta utengano katika familia, katika kanisa, kwa sababu hata pia kanisa kuna wapinzani. Tunasema tufanye hivi, watu wanasema hiyo hatutafanya, hiyo haina maana, hiyo hatutafanya. Tusiwe watu wa upinzani, tusiwe watu wa mlengo wa upinzani. Hii kanisa ni kanisa ya umoja, na ndio maana kiongozi wetu ni mmoja, na ndio maana amekalia kile kiti ambacho kilikaliwa na Saint Peter, the first pope. The first pope. Hiyo kiti ndio iko pale Lateran Basilica. Na yule ambaye alikuwa hapo bereni alikalia, yule ambaye yuko saizi amekalia, yule ambaye atakuja atakalia, hata miaka ijayo yule atakuja atakalia hicho kiti. Our church is a church of unity. And so kama sisi we are members of this church, then we need to be ambassadors of unity. Sisi tusiwe watu wa upinzani. There is no room for a division in our church. Kama this division ilikuwa na wa Korintho in the second reading. We don't have that room. Let us be the ambassadors of unity in church projects, in matters of faith, in matters of development. Let us be ambassadors of unity. Secondly, let us pray for our Holy Father. Leo, siku kama ya leo, inamkumbusha pia the wajibu wako nao wa kuongoza kanisa takatifu Katoliki. Hivyo basi, sisi kama wale anaongoza, tumuombee ili Mwenyezi Mungu ampatie afya ya mwili na ya roho na hekima ya kuweza kuongoza taifa la Mungu, kanisa takatifu Katoliki, ili akiwa amekalia kiti chake kile ambacho kiko Lateran Basilica, Roho wa Mungu amtawale. Tuombee hata wale wanaoongoza kanisa pamoja naye ili wawe kitu kimoja. Na pia tujiombee sisi wenyewe ambao ni hekalu la Roho Mtakatifu. Tujue kwamba hekalu la Mungu ni la kuleta maisha, life. Kama vile tumesikia katika somo la kwanza, la kuleta maisha, kunawili, amani, umoja na ushirikiano. Tumsifu Yesu Kristo. Tusimame, tuungame imani yetu. Sadiki kwa Mungu mmoja, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Sadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga,
wokovu wetu. Tangu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi. Kwa mamlaka ya Poncio Pilato akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kwa ajili ya maandiko. Amekaa mbinguni, amekaa kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake utakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Bwana mtakatifu, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki na mitume, na ungamo ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuo wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Sala za waamini. Wale ambao wanatoa sala za waamini wajongee hapa mbele. Ndugu na dada zangu, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujubu wa Yesu Kristo Bwana wetu. Bwana, tunakuomba utusikie. Prayer for the Church. Heavenly Father, we thank you for the gift of the Holy Catholic Church. Bless our Holy Father, the Pope, our bishop, priests, deacons, and all who serve your people. Grant them wisdom, courage, and holiness to lead your people in truth and love. Strengthen all the faithful that we may live as true witness of gospel. We ask this through our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with you in the unity of Holy Spirit. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Let's pray for our country. Dear God, we lift up our beloved country to you. May your peace, love, and guidance prevail. Bless our leaders with wisdom and integrity. Unite us in compassion, understanding, and purpose. May we be a beacon of hope and light. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Prayer for the family. Dear God, we thank you for the gift of our families, the love that binds us together and the strength. Bless every family represented here today with peace, love, understanding, and unity. May your presence dwell among us. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Tuombee wagonjwa na walio na mahitaji mbalimbali. Heavenly Father, we come before you this morning. We thank you for the gift of life. Lord, we pray for your divine healing upon the needy, the physically, mentally, and all those who have health issues. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Na tuunganishe sala zetu na sala za mama yetu Maria mwombezi wetu, tukisema: Salamu Maria, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Na tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Mũndũ ũngĩenda kũruta na M-Pesa, twĩna paybill 4144748. This is the till number ũngĩenda kũruta na M-Pesa. Till number nĩ 414478 4144748. Nĩ ũndũ wa we ũngĩenda kũruta na M-Pesa, twĩna sadaka till number 414478 till number 4144748. Ono yemwe online no mũhote gũtũta ona kwa screen nĩtwĩkĩrĩte. When
hoyani andũ aitũ nĩgetha igongona rĩakwa na rĩanyu rĩamũkĩrwo nĩ Ngai ithe kĩhoti othe. Bwana, tunakuomba uvipokee vipaji hivi vilivyotolewa kwako, na uajalie wale wa kuombao humu wapokee nguvu ya sakramenti hii na matunda ya sala zao, kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe kwa wema wako umekubali kukaa katika nyumba ya sala, ili sisi tunaotengemezwa daima kwa msaada wa neema yako tufanywe hekalu la Roho Mtakatifu, na tung'ae katika ung'aavu wa maisha yanayokupendeza. Majengo haya ni ishara ya kanisa lililo bibi harusi wa Kristu, unalo litakatifuza kwa kazi isiyokoma. Nalo kanisa lililo mama anayewafurahia watoto wake wasiohesabika lifikishwe mbinguni katika utukufu wako. Kwa hiyo sisi pamoja na watakatifu na malaika wako tunakutukuza tukisema bila mwisho: Bwana, kweli wewe mtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe
kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kuwakusanya watu kwako, ili toka moyo ya jua hata macho yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili vitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, na akikushukuru aliubariki na akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote. Huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akakitoa kikombe na akakushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote. Hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtabua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na kujazwa na Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili moja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Kamili na Mtakatifu Petro, na watakatifu wako wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14, askofu wetu mkuu Filipo Anyoro, askofu msaidizi Daudi Kamau, pamoja na maaskofu wote wa klero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako uwakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Uwapokee ndugu na dada zetu tunaowaombea siku ya leo, wote tuliotaja majina yao na wote tuliowekelea kwenye altari yako takatifu. Uwapokee kwa wema katika ufalme wako hao ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unajalia ulimwengu mema yote.
kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliowaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe daima nanyi. Tutakiane amani, amani ya Kristo. Onei ndurume ya Ngai, onei uria uthengagia maihia mathi, gukenari ni ithuĩ arĩa twĩtĩirwo irici cia Mwathani. We Mwathani ndiĩ mwagĩrĩirwo mũtumia wakwa, no atauga mwambo ũmwe
na moyo wakwanyu. Mwiri na thakame ya Kristo itoikere kinya tugakinya uturo-ini wa mindi na mindi.
Sote tunyamaze na tutafakari juu ya huyu Yesu Kristo ambaye tumempokea. Roho ya Kristo nitakase, mwili wa Kristo niokoe, damu ya Kristo nifurahishe, maji ya ubavu wa Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanishie. Yesu mwema unisikilize, katika mandoda yako unifiche, usikubali nitengwe nawe, na adui mwovu nikinge, saa ya kufa kwangu niite, niamuru kwako nije, na utakatifu wako nikutukuze milele. Amen. Simame sisi wote kwa wimbo wa shukrani. Kama mawe yenye uzima mmejengwa, muwe nyumba ya kiroho, ukuhani mtakatifu. Tuombe. Mungu, wewe umependa kutupatia ishara ya Yerusalemu ya biguni kwa njia ya kanisa lako hapa duniani. Tunakuomba ili
Kwa kushiriki sakramenti hii, tufanywe hekalu la neema yako, na tujaliwe kuingia katika makao ya utukufu wako. Kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Na Mungu Mwenyezi apende kuwabariki na kuwalinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani kutangaza neno la Mungu. Misa yetu imeadhimishwa. Na nawatakia siku yenye baraka na matumaini. Thank you. Kawage tinia na niguo ndirerwo ngucokerie ngatho muhuri wa kinanda. Marauga othe kiarira kugamba wega. Thank you muno kwaya marerwo me smart muno. Muthutumia wi haha uguo wi magumu aranjira. Iyo uniform ne atigia ati muri agenu wega muno no muikare thi muira tuguthoma message cigana na haha. Teresia Njeri wa Njenga arauga arakongoera mwaka ungi ni gituge gia kanitha mwaka wa 105 na TV yake ndiri yauma Inoro. Thank you muno Teresia Njeri Njenga, ndirerwo ngwendithirie wega muno ni ciana ciaku ciothe. Social Teresia Njeri 105 years tiguthaka atoire guku thi ahandite muthingi wake handu haria hagiriru na handu haria habatie. Family ya Anthony Kioko uyu ni ndiramumenya wega ni umwe wa parish ino yanyu out station ino yanyu akamba kauga njokie ngatho tondu Ngai ni amekiire wega muno mutumia wake ndaraigua wega na ni ahonete. So Ngai akurathime Kioko na family yaku yothe na kanjira ngeithia CMA othe a St Francis of Assisi kwihota guku ni gukuruiru. Kioko Ngai ni agwikite wega na ni guthi na mbere gukurathima hindi ciothe. Cosmas Kayamba kuma kure Limuru cio ni wambaga njira uria waina thaburi ati amegonga dipo acoka uga ati uria urahura kinanda areka uria ati rwimbo ruratorana na kinanda kiu akaigua wega na aingi ni materire kanitha. Umwe wao ari haha wa Ciku wa Gakere kuria Gatundu Ciku wa Gakere super garage. Ithuĩ tuterire kanitha ni kuraura turathoma yaku gikunga. Thank you Father ati wahunjia wega huru rigi wa witikia na make na muno. Margaret Gicohi ekuria Tharaka Nithi onake akauga ndanathie kanitha twarana na ya Father. Thank you muno Fidelis Njoroge. Acio ni amwe a online aria makoragwo rucini tukianjiriria mitha makoragwo moritie mitha iria anjiriria thaa cigana. Margaret Gicohi onake ni wa online onake kou akauga ni atorana na mitha wega muno. Kimu wa Ndawa nake niwe uria ohihaga ngogoyo yake gwa kuria Marigiti Ndunyu akanjira ndimugaithirie tata wao Veronica wa Njiru Kimani na nyina nyina wa Martin kuria Murera Junction Ruiru na mamu wao Grace wa Njiku wa Njiru wa Kimani Njabini Kiabunda akauga niwe nyina wa Ngugi. Emily Karuga nake aranjira ndimugaithie nyuothe ni acanjamuka ni undu wa mitha yanyu agacoka akendekithiria arutwo othe aria mareka kigerio gya KCSE na aria marahingire cukuru akamera maikare na mutugo na memenyereire na mahande witikia na kanitha kauga enyite itemi ria gukorwo ikimatara makiria
akauga nerendekithiria aria othe me hakuhi kuruga ngathi iyo ingi ati aria mabangitwo ni athuri ngeingira haria ni nyonire kibao gia athuri ati kuri na imwana igukorwo ikinyua rwenji ndithemba ino akamendithiria kuingira kiganda na kuma maria honu na gukura wega kimeciria ucio ni Emily Karuga. Hare na mokorino wa Bobo nake kuria kibathithikaga akauga sister yake Lucy Ngina athie na mbere kuhuruka uhoro ucio ni mokorino wa Bobo kuria kibathithi kagenyi wa mari nake kuria Caragita nake akauga ni maracakaya gutigwo ni catechist wa Stephen Githaiga mutahi wa St Charles Rwanga na agakiuga Ngai amuhe kihuruko gitathiraga kia mindi na mindi. Hare na sabiki ungi witu witagwo Idimirio wa King'ori nake aranjira TV cia mukawa witagwo Pareo kuria Nairobi ati umuthi mathoma mitha yothe na makauga fatha ni ngatho muno tondu wahunjia na Githweri mauma atukanu me mukawa-ini ucio matwarana na TV kana matwarana na mahunjio mothe ma muthenya wa umuthi. Koguo Ngai amurathime muno muno makiria ni gukorwo ni twakungura igongona ria mitha turi hamwe na makiria twakorwo tugikenera kuhunjirio wega. Hindi ino Inoro TV irakungwira miaka 10 yota ngathi na koguo tugikungwira miaka iyo 10 ndina mutumia ne join wiragira Inoro ni wiragira Inoro wendete kibindi kiriko ki Inoro ndete mahunjio ma rucine na wege kuga na no tukurumagirira turi guku Our Lady of Fatima na twathi mucio no tuguthie kuona tondu no twi ha tutine ona wega no tuguthie kurumirira. Father ne uga tuhande witikio waku handite ko wakwa reke njuge ni nduhandite fiu kanitha-ini Gatoreki na Father ni ekaega muno Father Ruben wa parish priest twendete muno ni aturirikania ati nguruge arutaga mai yathia igitheragia na koguo na ithuĩ tuthie tugetheragia o haria kiugo kiria twahunjirio tugathie tugetheragia o haria turagerera na nigetha witikia utuike murumu thiini wa kanitha itu ona bururi itu no ngenda hande witikio na nyue githima-ini kiu gitarahwa reke njuge muthuri wakwa ndoka kanitha no nyende hande witikia na niguthie kumwira uria tweka na ndimuhingurira Inoro. Thank you. Reke tuigue muthuri ke wihana ke atwire atiriri we witikio waku ri uhandite ha witagwo ate? Njitagwo Francis Maina wa Mwangi. Witikio wakwa ndi uhandite kanitha-ini wa Gatoreki na muno nyenda kurutia mucii to nikuo kanitha iria nini yanjitie na ingienda witikio wakwa na witikio wa family yakwa thie na mbere no handu kanitha-ini ino ngeithie andu othe Our Lady of Fatima Kristo othe ndimendere magie na wiki njega ngeithie mami ari Nyahururu Elizabeth Othaya mami ucio nge ari Nyahururu Grace Muthoni na ngeithie ari othe tuciaranĩirwo nao ndimere magie na wiki njega na magie na thikũ njega ya Basilica ya John Ratran. Asante sana. Thank you. Nijoi tiga kiagwetwo muthi kiu Basilica ya Ratran. Aingi tukoragwo tuwe Basilica ya St Peters na ni thengio muno ni undu wa kubundithio haria witikio witu umite. Na witikio ucio noguo tuguthii na mbere kurugama naguo na twihande naguo tondu ni twero kihumo gia kanitha na haria gitikia Pope riu Leo agithii aikarire niguo akorwo akiatha na gutongoria kanitha wega. Nie ndire na mahinda mangi guteto ni ndirona mwerekeri wakwa Mobi na Shell mithi kuria maranjira reke turekangie tondu muthe kwina ugaruruku tutirathi kanitha-ini wa ACK umuthe ni undu wa arutwo aria mararikirie thukuru na aria mahingite twina atarani me studio na koguo twire ndena ni turamenya ni tugukorwo tukiuria ciuria nyingi niguo nao makorwo magitutara na gutwarithia na mbere gutuonia twita aciari uria tuguikara na arutwo acio na ciana icio hindi no yothe mieri iri megukorwo mari mucii na koguo handu-ini ha aria matigirira tabarire no ni ya gukinyirira. Thengio muno cameraman akwa eri Dida na Juma ni wega muno Ngai amurathime ni ndiramenya ona muri o guku inyue muri mwena uria ungi no ni wega tondu ni wira na no nginya tukuruta acia angi othe Ngai amurathime na muturie na nginyagia muthenya wa kiumia hindi ria tugakorwo tukiuma guku Kamakis cash crop ya nyama tuthie kuria nyama ciumaga
ciumaga kũrĩa Ngong'u Gĩthĩria kwa mwena ũrĩa ũngĩ nĩkuo tũgakorwo tũgĩkũngũĩra igongona rĩa mitha mũthenya wa Kiumia na nginyagia hĩndĩ ĩyo niĩ ndirĩ na ũndũ ũngĩ tiga gũcokia mwaro kũrĩ Father Reuben na kwaya korwo no tũikarange nĩ mũngĩainanga kũringana na ũrĩa andũ marauga na Ngai amũrathime na mũtũũrie mũhe mahinda mega na nĩndĩrerwo mwĩna harambĩ wona twarĩkia immediately koguo arĩa megũtwaranaga na ithuĩ namba nĩ gwĩkĩrĩtwo hau screen-inĩ no tũteithie kwaya ĩno nĩguo makorwo magĩthiĩ na mbere na mabataro mao na mahũthĩro mao marĩa marĩ na mũhuko kanitha-inĩ tukonana muthenya wa Kiumia. Ngai amũrathime. DJ Covenant na ci Ngai amũtũũrie wega na rĩu ĩmwe kwa ĩmwe ndĩmũrute gũkũ Kamakis nginyagia studio kuria tugukorwo tukinyitanira na atarani magitwira uria tuguikara na arutwo na uria tugukungũira mahinda maya mothe marutha. Niĩ hakwa Ngai amũrathime na amũtũũrie. Njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.